Kama naandika andika vita yangu kubwa. Kumtegemea Mungu katikati ya vita yangu kubwa. Naona Mungu ananipa masomo makubwa, sasa shindo hata namna kupata title. Yaani naachilia tu mzigo. Title utajua mwenyewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo twende hivyo. Mimi nikaona hii kwa hiki Mungu alichonipa, hii itakaa sawa. Kumtegemea Mungu katikati ya vita yangu kubwa. Leo nitaenda kinabii, nitaenda kiinjilisti, sitaenda kiwalimu sana. Usemage amina basi. Can I professor? Haleluya. Kutabiliwa. Au tutengeneze formula mpya. Tayari. Kumtegemea Mungu katikati ya vita yangu kubwa. Biblia imekuwa mwongozo mkubwa wa maisha yetu, namna ambavyo tunaishi na kutembea katika ile miongozo ya kiungu. Haleluya. Mungu anaachilia mwongozo kulingana na namna ya vipindi tunavyokutana navyo, kulingana na namna ya nyakati tunazokutana nazo. Mungu anaachilia mwongozo wa sisi kuishi kama Biblia inavyozungumza kwa habari ya watu ambao wamemtegemea Mungu, ambao wao hawaishi kwa kuangalia majira, hawaishi kwa kuangalia ramani zinaendaje, hawaishi kwa kuangalia kipindi anachokipitia. Yeye anaishi kwa kusikia mwongozo wa Mungu. Haleluya. Yaani yeye sikio lake linafunguka kusikia mwongozo wa Mungu. Kunapokucha anaamka, anasikiliza Bwana anasema nini kuhusu siku yangu ya leo. Na ndio maana tulikuwa na kitu kimoja kinasema anza siku na nini? Anza wiki na Bwana. Tukatembea katika ile formula na tukauona mkono wa Mungu kwa viwango vikubwa. Na kuna watu wameendelea na hiyo, lakini kuna wengine wameiacha pale pale. Sasa kama watu ambao tumeamini na tumemwamini Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunayo miongozo kwenye maisha. Hatufuati akili, hatufuati ratiba. Tunafuata Mungu anasema nini. Na kama ni ratiba, ni ratiba ya kimungu. Kama ni akili, ni akili ambayo Bwana ameiachilia. Haleluya. Ungekuwa na leo unapiga hata makofi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna wakati tunaweza tukapoteza, haijalishi tunakutana na vipindi vigumu namna gani. Tunaweza kupoteza kama hatutajua umuhimu wa kumtegemea Mungu. Na ndio maana kila kitu ambacho Wakristo tunakifanya huwa kileti matokeo makubwa, kulingana na kwamba tunatumia akili nyingi, tunatumia nguvu kubwa kuhakikisha kinakaa sawa. Hatutaki kufuata mwongozo. Hakuna mahali ambapo ukisoma Biblia kitabu cha Kutoka, kitu chochote Musa alifanya kwa kumsikiliza Mungu. Haleluya. Alifanya kwa kumsikiliza Mungu. Ni mahali pamoja tu ndo alikuja kukosea kwenye mwamba, ili mwamba utoe maji. Pale hakusikiliza instruction yote ya Mungu. Haleluya. Lakini ukitaka kuangalia mtu mwenyewe alikuwa anafanya vururu tu ni Yoshua. The way hata Yoshua anapofika muda wa kufanya agano na wale watu, hakumuuliza Mungu kwamba Mungu tufanye nao agano au tusifanye nao. Kwa hiyo alifuata akili yake tu, ila hawa kweli wanaonekana wametoka mbali. Okay, ngoja tufanye nao agano. Kugharimu ufalme baadaye. Daudi anateseka kwa sababu ya agano la Yoshua jangwani. Kwa hiyo angalia, ukimtegemea Mungu, watoto wako watamtegemea Mungu. Familia yako itamtegemea Mungu. Chochote watafanya watoto wako, watafanya kwa sababu mama amemtegemea Mungu. Na wewe utawaambia wanangu, tumeishi kwa sababu ya Bwana. Tulikula kwa sababu ya Bwana. Tukavaa kwa sababu ya Bwana. Tunatembea kwa sababu ya Bwana. Chochote tunafanya kwa sababu ya Bwana. Na kama Yoshua anavyosema, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Mungu. Maana yake uzao utajua tumefika hapa kwa sababu ya Bwana. Mamizimu yanatesa familia nyingi kwa sababu watu walitegemea mamizimu. Mvua zisiponyesha, vinatolewa vitu kwa ajili ya mizimu. Familia magonjwa yamefululiza au misiba, vinatolewa vitu kwa ajili ya mizimu. Sasa mizimu imechukia, kwa hiyo twende tukatoe sadaka. Walitegemea huko. Sasa the way anatokea mtu ambaye ni Samson
anakuja kutetea, anakutana na changamoto ngumu, kama na yeye hatajua nini sosi ya matatizo ya familia, nini vifungo vya familia. Na ndio maana kuna watu ni watumishi, wanaishi wanamtumikia Mungu, lakini bado wanaishi kwenye mikono ya miungu. Unaomba, ni muombaji mzuri, lakini ana vifungo. Afu the way, sikiliza, kuna hata aina tofauti ya mapepo kwenye maisha ya watu. Kuna achana haya mapepo ambayo tukisema kwa jina la Yesu unasikia yanachomoka. Hayo simple, haraka. Kuna zile ngoma zimeshikamana na roho ya mtu. Zile ngoma zimegandamana. Yaani mpaka ipige kelele, alo, mchungaji amefanya kazi ya maana. Ndio utasikia yanaanza kuchomoka, yanaanza kukimbia. Yaani yale hayatishiki na maombi ya kwa jina la Yesu. Mapepo popote mlipo, yapo yanasikia na hayachomoki. Sasa watu wa namna hiyo, hao kupona kwao mpaka nini kitokee? Kuna mtu tuliomba naye siku ya kwanza, ana mateso, unaona kabisa anateseka. Na ukimwangalia unaona kabisa huyu ni mapepo, hakuna chengine, lakini hafunguliwi. Tukaomba naye siku ya pili, hafunguliwi. Siku ya tatu, siku ya nne, sikuenda na maombi kwa jina la Yesu ninakufungua. Nilipofika nikakaa kwenye kiti, nikamwangalia, nilipomwangalia nikainama. Nikasikiliza sasa mbingu zinasemaje. Haleluya. Mbingu zinasema nini? Nikakuta hapo hapo Roho Mtakatifu ananiambia kamata miguu. Nikaamka kwenye kiti, wakuta tu nashika miguu. Alafu niliposhika miguu, sikutamka chochote. Wanakuta mtu ameanza ngoma chini tayari. Kuja kuamka kuna mateso. Nataka nikwambie kitu. Kuna mtu mwingine nimeomba naye karibu miaka 3, wote tunakutana tunafanya huduma. Nilipoenda awamu hii, awamu iliyopita, tunakofanya huduma. Nilipofika pale, Mungu akanipa ufunuo kwa habari ya ardhi, habari ya nchi. Alafu nikataja majina yake. Nikasema ardhi waliotaja majina yako na mimi nataja majina yako. Hakuwahi hata kuona kwamba na wala sikuwahi kuwaza kwamba eti zitachomoka ngoma. Nikuta tu Mungu amenipa ufunuo. Alo, yule mama amekuja kushuhudia ushuhuda wa ajabu ambao hakutegemea. Yaani mpaka mtu anapiga simu muda mbovu anasema samahani najua lakini moyo wangu umeshindwa kukaa kimya. Haleluya. Mungu akufanyie jambo ambalo litapiga kelele kwenye moyo. Hautaona kutulia. Yaani utatamani mtaa mzima wajue. Utawaambia leo huyu ndiye Mungu ninayemwabudu. Ile vita imenisumbua muda mrefu, Bwana ameiprovide sasa. Utawaambia jirani zangu, mlikuwa mnasikia kelele, sasa oneni mwenzenu amefanya tena. Utawaambia sasa, nimekuja na habari mpya. Yule Mungu yule. Sikiliza, wale watu wakasema tutafanyaje? Wakawa nawaambia kina Elisha tutafanyaje? Mbona haya mambo yamekuwa magumu? Wakina Elisha akawaambia sisi tunayo majibu. Njooni sisi tunayo majibu. Wanayatoa wapi? Kwa Mungu anayemwabudu. Nataka nikwambie, watakapotafuta msaada, wakaje miguuni pako kwa sababu Bwana amekuweka uwe mlango. Watakapotafuta mwenye majibu, wakaje miguuni pako kwa sababu Bwana amekuweka uwe majibu yao. Anasema Isaya, mimi na watoto tuliopewa na Bwana tu ishara ya Bwana katika Israeli. Ukawe ishara na watoto wako kwenye mtaa unaoishi. Ukawe ishara na watoto wako kwenye mji wa Makongorosi. Ukawe ishara na watoto wako kwenye kila eneo unafanya. Haleluya. Unaona kama watu wanielewi? Kama watu wanielewi. Unanielewa mwanangu? Unanielewa mwana wa Mungu? Nisikilize nikwambie. Kwa hiyo sikiliza, tegemea Mungu kuna tu nafasi kubwa sana kwenye maisha tunayoishi. Samueli wa kwanza 30 mstari wa kwanza. Samueli wa kwanza 30 mstari wa kwanza. Natamani tufike wote tusome pamoja. Tusome Samueli wa kwanza 30 mstari wa kwanza. Tumpata? Samueli wa kwanza 30 mstari wa kwanza. Tayari wote? Aya 1, 2, 3. Ikawa Daudi na watu wake walipokuwa wamefika Siklagi siku ya 3, hao wa Amaleki walikuwa wameshambulia Negebu na Siklagi. Anasema nao wameupiga Siklagi na kuuchoma moto. Mstari wa 2. Nao wamechukua mateka wanawake
waliokuwamo wakubwa kwa wadogo, hawakuwaua wowote, ila wakawachukua wakaenda zao. Mstari wa 3, Daudi na watu wake walipoufikiria mji, tazama ulikuwa umechomwa moto, na wake zao na watoto wao waume kwa wake wamechukuliwa mateka. Mstari wa 4, tusome tena. Ndipo Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakainua sauti zao na kulia, hata walipokuwa hawana nguvu za kulia tena, na hao wake wawili wa Daudi walikuwa wamechukuliwa mateka, Ahinoamu na Yezreeli na Abigaili aliyekuwa mkewe Nabali wa Karmeli. Naye Daudi akafadhaika sana, kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe, kwa maana nafsi za hao watu wote walisononeka. Anasema kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake, lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Oho. Nani anaelewa? Nani anaelewa? Kuna mtu kama alikuwa haiko ibadani hivi ndo anashtuka. Okay. Sikiliza. Wakati ambapo Daudi amekuwa mfalme, alikuwa anapigana vita, wakiwa wametoka kupigana vita, nyuma wamevamiwa. Haleluya. Wanarudi huko, wanategemea kupokewa, wanakuta hamna anayewapokea, wanakuta moshi. Mji unawaka moto. Wakati mji unawaka moto, Biblia inasema wakafika pale, wakakuta watu hawakuuawa. Kama waliuawa basi ni wale askari wanaolinda, lakini wale wananchi hakuna aliyeuawa. Anasema hawakuwaua wowote, wakawachukua mateka wakaondoka nao. Wakiwa pale, Daudi akaangalia, watu wamebebwa, mji umechomwa moto. Biblia inasema na pamoja na watu waliokuwa pamoja naye wakalia, hata walipokuwa hawana nguvu za kulia tena. Yani wakalia mpaka nguvu zikaisha. Kuna mtu unaweza ukawa shahidi, kuna kipindi unaweza ukapita kwenye changamoto, unaweza ukapitia magumu, unakuta unalia mpaka machozi yanaisha, unakuta unalia mpaka sauti inakata. Watu wakikuangalia hivi, unalia moyoni, huku nje sasa umeisha komaa. Kinachobaki ni moyo unalia kwa sababu ya magumu unayokutana nayo. Kuna wakati unalia mpaka nguvu za kulia zinaisha. Anasema walipokuwa hawawezi kulia tena, Daudi, watu wakamgeukia waliokuwa naye, wakasema apigwe kwa mawe. Kwa nini apigwe kwa mawe? Je, Daudi alikuwa sababu? Daudi alikuwa chanzo nini? Kwa sababu wamekuwa kiongozi wao, wameenda kupiga vita, Daudi wamepigwa. Sasa nini kinatokea? Kama Daudi ndio kiongozi, basi apigwe kwa mawe. Nataka nikuambie, kuna wakati tunapokutana na vita na changamoto, hata wale uliowasaidia watakuinuka kinyume na wewe, hata wale uliowapa msaada watainuka kushindana na wewe. Sasa nini kinatakiwa? Tukasoma Ijumaa, anasema hivi, wanataja magari, wanataja farasi, wanataja fahari zao, lakini mimi nakutaja wewe. Anasema tena wao wameanguka na kuinama, bali sisi tumesimama kwako Bwana. Wakati ambapo tumekosa nguvu kwenye vita zetu, ndio wakati wa kuinua mioyo yetu imwangalie Mungu kuliko vipindi vyote. Wakati ambapo huwezi kulia tena, hebu nenda mbele za Bwana, muinamie Bwana Mungu wako, mwambie Bwana, siwezi tena, siwezi kuendelea tena, siwezi kutembea tena. Sijui kama mtu ananielewa. Nataka nikuambie, hakuna mwanadamu anaweza kukusaidia, kwa sababu utafika hatua hata wao watakuambia kama Ayubu, wenda umemtenda Mungu dhambi. Hawatakuelewa kwenye kile utakachokutana nacho. Watasema kama Ayubu, mkufuru Mungu ufe, maana tumeomba haijatokea, tumelia hakuna aliyesikia. Nataka nikuambie, wakati wa vita uinue moyo wako mbele za Bwana. Biblia inasema umimine moyo wako kama maji kwa ajili ya uhai wa watoto wako, kwa ajili ya uhai wa yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuzila ibada sio suluhisho.
Kuacha kukanyaga ibada sio suluhisho. Kuzila kwenda kazini sio. Kuna mwingine akanyaga hata kazini, anasema basi imetokea. Kwa hiyo yuko busy, sio suluhisho. Nani ananielewa kitu tunachozungumza? Angalia, Daudi ametoka huko, alafu wale ni viongozi, watu wakubwa ambao Daudi amewatoa kwenye utumwa. Ukumbuke hawa watu wengi Daudi alitoka nao huko nyuma akiwa anafukuzwa na Sauli auawe. Wale watu walimwamini Daudi, wakaambatana naye. Walipomwamini Daudi mpaka siku Mungu anamuinua, Daudi akakumbuka fadhila, hawa tumetoka nao mbali, lazima niwaweke wawe wakuu katika nchi. Kuna watu tunaweza ukaona kabisa mmetoka wote mbali, lakini namna anavyokugeukia anakuharibu moyo wako, namna ambavyo anakuja kuvuruga kile ambacho umekipanga. Sometimes hata dada yako unaanza kushangaa, mbona ni dada yangu kabisa, mbona tumetoka tumbo moja, mbona amekuwa adui yangu? Kuna wakati hata wadogo zako wanainuka, wanakuwa wa kwanza kuhakikisha wanavuruga kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Sikiliza, wakati ambapo Mungu anataka kutengenezea ukurasa mpya, vita lazima iwe kubwa, vita lazima iwe kali. Biblia inasema katika kitabu cha Kutoka, wakati Musa ameenda kumwambia Farao, wape watu wangu ruhusa wakanitumikie, Biblia inasema Farao inuka akawaambia wafanyakazi, akasema nawaambieni hawa ni wavivu, msiwapelekee tena maji. Majani wakatafute wenyewe, na maji na chakula watakula jioni. Ongezeni mara 2 wafanye kwa siku. Wakati ushindi umekaribia, vita yao ikawa kubwa. Wakati ushindi umekaribia, changamoto zikaongezeka. Hakuna maji kwa wakati, hakuna kutafutiwa majani kama mwanzo, wakafanya wao wenyewe. Wakati Mungu anataka kukuvusha, lazima watu waanze kujitenga, lazima waanze kuona wanapunguziwa misaada, ili Mungu umtegemee yeye, ili Mungu umwamini yeye, ili afanye njia. Utakapokosa watu wa kukusaidia, utauona mkono wa Mungu unainuka juu yako, na Bwana atasimama kukutetea, kwa sababu umekubali umtegemee yeye. Hakuna kitu Mungu anapenda kama utasema Bwana ni wewe. Haleluya, kanisa la Mungu. Sikiliza nikwambie kitu. Yaani kuna wakati sometimes unaweza kukuta paka mchungaji wako unakuta hakutii moyo tena. Unakuta mchungaji yuko difference kabisa na wewe. Ukienda, baba kwa kweli napitia changamoto 1 2 3. Sio kwamba baba sio kwamba sio sahihi. Mungu amekamata ufahamu wa baba. Ushinde kusema mwanangu, Bwana yuko pamoja na wewe, Bwana akutie moyo. Unakuta baba anasema okay mwanangu, endelea kuomba. Hauoni tena mlango. Ninataka kuzungumza wakati ambapo Mungu anataka uongeze hatua nyingine. Na tena usipojua, bahati mbaya, usipojua utaumia sana. Kama Yona, na sio tu wewe, mpaka watu wa karibu yako utawaumiza. Yona alifanya hasara kubwa. Angalia, Yona wakiwa Mungu amemtuma, yeye anabadilisha ramani, naenda Tashishi. Anapoenda kule, akiwa kule, mzee akashuka kwenye bahari. Unanikimbia? Haya bahari haraka, nataka mpindue hiyo meli. Maji akapindua meli, wanakuta meli. Wanajaribu kushusha kasia, wapi? Kuongeza speed, zikufanyaje kupunguza, wanakuta ndo kwanza bahari imechafuka. Biblia inasema wakachukua vitu walivyokuwa navyo, baadhi ya vitu walivyobeba wafanya biashara walikuwa mle, wakavirushia baharini ili kupunguza uzito wa meli. Wanakuta hamna. Wakachanganyika, tunafanyaje? Wakaenda wakaona sasa hapo mbona inakuwa ngumu. Ikabidi yule jamaa nahodha wa meli awaambia, sema jamani, basi kila mtu aombe kwa Mungu wake ili atuokoe na hii gharika. Biblia inasema wakati gharika imeanza, Yona akashuka chini aende kulala. Anajua kinachoendelea, kwamba huku nje natafutwa ni mimi. Yaani akaenda kutafuta usingizi alale kwenye gharika. Siku moja nikasema, nani wewe? Unaona mtoto anaumwa, hauna muda wa kuomba, unalala. Nani wewe? Unaiona ndoa inaenda kufa, hauna muda wa kuomba, unalala. Kuomba unalia. Unaona biashara endi, hauna muda wa kuamka kuomba, unalala. Nataka nikwambie kitu kimoja. Wakati ambapo changamoto zinatokea, ndio muda wa kumkaribia Baba. Yesu akasema kikombe hiki kiwezekana kiniepuke. Wewe unasemaje? Wewe unasemaje? Au ndio unaomba kwa emotion? Unaenda kwa Mungu.
Mungu, mimi usiponiponya naacha kusali. Mungu, mimi mume wangu, yani mume wangu Mungu kama hatabadilika huu mwezi naacha kusali. Mungu anakuangalia, anakuhurumia, anasema da, huyu mtoto. Haleluya. Mungu anaanza kukuhurumia. Hakuna sababu yenye mashiko ya kumfanya Mungu wewe ukamshawishi Mungu. Mungu akomvisi kwa hisia zako binafsi. Eti unapeleka hisia zako binafsi, unamwambia Mungu, usipofanya hivi mimi naacha kuabudu. Yeye ashughuliki. Yaani hata dunia nzima ingekataa kumwabudu, anasemaje? Yesu anasemaje pale? Hawa wangenyamaza. Hayo mawe yangepiga kelele. Sasa uogopi. Hauogopi. Watu wakinyamaza mawe yanapiga kelele. Wewe usipoabudu, angalia mimea inafanya hivi kila wakati. Yaani abadilishi kwenye uungu. Ndio maana kaongea neno moja Paulo, shukuruni kwa kila jambo, kwa maana ndiyo mapenzi ya Mungu yaliyo makuu. Hata ungeomba, ungenena kwa lugha, ungefunga siku 40, ukaongeza ukapiga kama za Musa 120, alafu unarudi unakuta ngoma ndo kwanza inakaza. Na sikiliza nikwambie, ukikuta umeingia kwenye mfungo alafu huo mfungo ukawa mgumu mpaka unatamani kufungua, ujue vinafunguka. Ndio vinafunguka. Endelea mwana, kaza. Lakini ukuta umeingia kwenye mfungo, yani mmaliza tu kirahisi. Sasa kwa kweli kumbe kufunga sio kazi. Halo, anza tena. Nani ananielewa? Ukikuta umeingia kwenye mfungo, saa 6 imefika, hali imekuwa sio hali. Yani tumbo linadai. Mtumishi mmoja akasema, nikasema kama Bwana alifunga siku 40, mimi ni nani mtumishi hata nisifunge? Anasema nikaingia kufunga. Ilipofika saa 6 nikakuta hali sio hali. Nikasema sasa ngoja nipate tumaji kidogo. Nikasema tusio tu baridi, ngoja nitupashe. Nikasema nikaona kupasha maji vivi sana kuyatupa, kuchemsha maji. Sasa nikaweka tuunga kidogo. Sasa nikakoroga. Asema nilikoroga ule uji, mwisho wa siku katokea ugali. Nikasema madam ka ugali ni kadogo, ngoja nipate kidogo hata tusamaki. Asa nikaenda gengeni. Nilipofika gengeni, niliagiza maparachichi, nyanya, kachumbari, samaki. Asa nikakuta nimeshindwa. Haleluya. Ukikuta mfungo umekuwa ujue vinafunguka kwenye ulimwengu wa roho. Yes, naongea kitu ambacho kina uhalisia kabisa. Asikiliza, hapa anasema hivi. Anasema kuna wakati hata watu wa karibu yako wanakosa neno la kukufariji. Haijalishi watakuwa mashahidi wa hali ulioipitia, lakini watatamani kwanza uanze kuwaangalia wao kwanza. Just imagine Daudi na yeye ana msiba kama wao. Wakati mwingine unakuta wao walikuwa na mke mmoja. Daudi wake zake 3 wamebebwa na watoto wake. Na yeye ana msiba kama wao. Lakini wanainuka kutaka kumpiga mawe. Nataka nizungumze na wewe kitu hiki. Sikiliza nikwambie. Wakati wa kutegemea mtu umekwisha. Nataka unielewe. Waamini watu lakini usiwategemee. Uamini lakini acha kuwategemea. Anayestahili kutegemewa ni Mungu peke yake. Kwa sababu ukiwategemea watu utawapa nafasi ya Mungu. Na ukiwapa nafasi ya Mungu anasema mimi sigawani utukufu na mwanadamu. Kwa hiyo ukiwapa nafasi ya Mungu atawaua kabla ya wakati wao ili abaki kwenye nafasi yake. Umtegemee yeye peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine watu tuliowapenda wamekufa haraka kwa sababu kila kitu tulikuwa tunawategemea wao. Kila kitu tunawategemea wao. Hakuna muda wa kumtegemea Mungu. Na kuna watu wana viburi kwa sababu kaka zao wana hela. Kuna watu wana viburi kwa sababu dada akikohoa anakohoa, utamwambia nini? Hata mume anatukana ovyo ovyo tu kwenda huko. Utanisaidia
wewe. Kwa hiyo anaoni uzito wa kuwa na mume kwa sababu ndugu zake wana hela. Utamwambia nini? Yeye akiongea tu kidogo ampige simu. Kuna kitu mume ameshindwa, anapiga simu, blast. Ni 1 2 3. Dada, 1 2 3. Oh, dada anajua shemeji chenga huko. Kwa hiyo anatuma ule mkwanja, kisha tuma, mume anakuta kimenunuliwa. Sasa wanaume inabidi tu aone aibu, anyamaze kimya. Oh, kuna wakati utampoteza huyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Acha kujishongondoa kwa watu. Haleluya. Alinichekesha kijana mmoja akasema, babu yangu tulikuwa tunakula ugali na maziwa. Nzi akadumbukia mle. Nzi alipodumbukia mle, sasa nikajua babu labda kwa sababu ndio mboga atachukua hata kijiko atatupa. Sasa akamchukua nzi akafanya, na wewe utafutage vyako. Utafyonzwa na wewe, tafuta vyako. Haleluya. Kuna watu wanakusogeza, lakini hapo kusogeza na kuandalia bomu. Siku akikulipua utafurahi. Ndo maana mimi na anasema hivi, Bwana akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Anasema hakuna wewe kuwa juu yetu. Na wamtegemeao Bwana, wamtumainio Bwana, ni kama mlima Sayuni, hautikisiki, unakaa milele. Ukimtegemea Mungu, hata wangekuacha wote, utasimama kwa kiburi, kwa sababu utegemei mwanadamu. Ukimtegemea mwanadamu, ukiwa kituo cha polisi atakimbia, ataogopa na yeye kuhusishwa kwenye kesi yako. Ukimtegemea mtu atakuacha, ataogopa kubeba mzigo ulionao, na wengine watasema ya kwangu tu yamenishinda, wezea wapi na mengine. Utabaki peke yako na hakuna atakayekusaidia. Lakini ukimtegemea Mungu, siku ya msiba wako atainua watu usio wajua. Watatoka mashariki, watatoka magharibi, watatoka kaskazini na kusini, watakuja kukutia moyo kwa sababu yeye umemtegemea. Haleluya. Somebody shout to Jesus. Mtu mmoja apige kelele kwa Bwana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mtegemee Mungu ili uone mema ya nchi. Mtegemee Mungu ili uone matumaini. Anasema katika Isaya 30 hadi 31, ukisoma zile sura 2, anasema hivi, kwa kuwa mtoto huyu amekuwa ni mtoto muasi, ana kifuniko lakini sio kifuniko cha roho yangu. Anasema kifuniko maana yake ana ulinzi, lakini sio ulinzi unaotokana na Mungu. Anasema kwa sababu amewategemea wa Misri na majeshi yao na uchawi wa Misri. Anasema nami nitampiga na wa Misri hawatamsaidia chochote. Ukiwategemea watu, Mungu ataanza kupiga watu unaowategemea. Hautaona msaada, hautaona wanakutia moyo, hautaona wanakufariji, kwa sababu vita ya Mungu hakuna mtu anaweza shinda. Yaani ogopa kuja kupigana vita ya Mungu. Ogopa kabisa kupigana vita ya Mungu. Vita ya Mungu ashindagi mtu. Mordekai akaambiwa na watu wa karibu yake. Hamani akaambiwa na watu wa karibu yake. Wakasema hivi, we Hamani, Hamani, unasema Mordekai huyu ambaye umeanza kuinama mbele yake ni kabila gani? Sasa huyu kabila ni Myahudi. Sasa ni Myahudi. Wewe bana, kama umeanza kuinama mbele yake, acha kushindana naye. Hawa watu hawawezekanagi. Acha kushindana na huyu jamaa. Umeanza kuinama mbele yake, acha. Mordekai mwenyewe alikuwa na mjomba wake anaitwa nani? Esther. Esther ni malkia. Na issue yote, just imagine kwamba kipindi cha Magu akiwa madarakani, alafu ionekane kama Wasukuma wamezingua Tanzania, alafu bunge liingie kusema tunataka tuwafute Wasukuma wote wapi? Tanzania, tuwafute Wasukuma wafutike. Sasa wakuwatetea Wasukuma ni nani? Na Magu ana cheo kikubwa kuliko Wasukuma wote. Sasa
Wasukuma anakuta Magufuli amenyamaza kimya, hafanyi chochote. Wao nafikiri kinachofuata ni nini? Wangesema hapa tumeisha. Lazima waseme hapa Wasukuma oye. Sasa Malkia Esther alikuwa na cheo kikubwa kuliko wote Wayahudi kwenye ile nchi. Biblia inasemaje? Lakini Mordekai akamwambia, anko, tulikupeleka ikulu. Neno mjomba, yani ile imetumika kwa lugha fulani, ila alikuwa ni baba yake mdogo yule. Kwa sababu wenzetu hawana baba mdogo na baba mkubwa au mama mdogo. Haleluya. Asa mjomba, tumekupeleka ikulu kwa ajili ya vipindi kama hivi. Mungu anapokuinua na kuinua kwa ajili ya watu. Kwa hiyo Mungu hakuinui kwa sababu ya maisha yako na watoto wako. Unanielewa? Mungu anakuinua kwa sababu ya watu. Sasa nini kinatokea? Anamwambia hivi, kama majira haya magumu namna hii wewe ukatuacha, nataka nikwambie sisi hapa Mungu atatufanyia msaada mwingine kwa namna nyingine aijuao yeye, lakini wewe utaangamia pamoja na nyumba yako yote. Malkia aliposikia ikabidi aanze action. Kwamba mbona mjomba ameongea maneno mazito? Wenda alinyamaza toka muda, maana tuoni Biblia inasema alishughulika na chochote. Ila aliposikia neno la Mordekai, akamwambia mtumishi, sasa nenda akamwambia hivi, wafunge siku 3 na mimi nitafunga siku 3 na wafanyakazi wangu. Alafu baada ya siku 3 nitakwenda kwa mfalme kinyume cha utaratibu. Sikiliza, nataka nikwambie, anza kuangalia. Kuna kesi zinatokeaga, hakuna msaada, hakuna mtetezi, hakuna matumaini. Lakini nani atakusimamia kwenye hiyo kesi? Nani atakutetea kwenye hiyo kesi? Wenzao mjomba ni mwanasheria, mamdogo hakimu, blaza ni mwanajeshi, si nani ni meja. Haleluya. Kwa hiyo akigusa tu mahali popote wanakooa, wanapigana simu, oya tutaivuruga hii nchi dakika 0. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama hawana uwezo wa kuvuruga, sasa kulingana na nafasi walizonazo, inabidi tu unyenyekevu uwepo kwamba sawa jamani. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ni muda ambao